ili aandike katika rekodi za abiria watakaoanza safari mchana ule. Mtu huyo alimtajia mhudumu kuwa jina lake anaitwa Dan Cooper. Baada ya hapo, Bwana Cooper akalipia tiketi yake kwa pesa taslim, na ndio ikawa mwanzo wa kesi ngumu zaidi kuwahi kufanywa na FBI ya Marekani. Muda ulipofika, Bwana Cooper asiyekuwa na maneno mengi aliingia kwenye ndege aina Boeing 727 Flight 305, ndege iliyoanza safari yake kwenda mjini Seattle ikiwa na abiria 36 na wafanyakazi wa ndege 6. Alipoingia kwenye ndege hiyo, Bwana Dan Cooper alikaa siti ya katikati, mstari wa nyuma kabisa, wakati abiria wengine wakiendelea kujiweka tayari kwa safari, na huku wahudumu wa ndege wakipita kujaribu kuweka kila kitu sawa kabla ya safari kuanza. Dan Cooper alimuita mhudumu mmoja na kumwomba amletee soda na kinywaji aina ya bourbon ambacho ni jamii ya whisky. Akanywa huku akijichochea kwa sigara pia. Muda mfupi tangu ndege kuanza safari, inakadiriwa ilikuwa ni majira ya saa 9 alasiri, Dan Cooper alimuita mhudumu wa kike aliyekuwa akiitwa Florence Schaffner na kisha kumpatia ile bahasha aliyokuwa nayo mkononi wakati anapanda ndege. Na halafu akamwambia kwa kumsisitiza, "Miss, you better read that." Akimaanisha ni vyema ukasoma huo ujumbe kwa haraka. Yule mhudumu mrembo Florence Schaffner akaifungua ile bahasha ili aone kilichomo ndani. Akakuta kikaratasi kidogo kilichoandikwa kwa mkono maneno yaliyosomeka, "There is a bomb in my briefcase. Please come sit with me." Yaani, nina bomu kwenye sanduku langu. Tafadhali njoo uketi nami. Mhudumu Florence Schaffner akapatwa na mshtuko mkubwa sana, na akiwa anatetemeka kwa uoga, ikamlazimu atii amri na kwenda kukaa kando ya bedui Dan Cooper. Alipokwenda kukaa kando yake, kweli Bwana Cooper akafungua briefcase yake na kumwonyesha ndani likiwa na mabomu yaliyotengenezwa kwa kusukwa na baruti 8 kubwa na nyaya nyingi zisizohesabika kwa haraka. Mhudumu Florence Schaffner akiwa ameketi kwa wasiwasi mkubwa kando ya yule gaidi Dan Cooper, akapewa amri nyingine ya pili. Dan Cooper akampatia peni na karatasi na akamwambia aandike kila neno alilokuwa akilitamka, kisha aipeleke kwa marubani karatasi hiyo. Baada ya muda mfupi, yule mhudumu alionekana akiinuka na karatasi mkononi mwake na akaanza kupiga hatua kuelekea katika chumba cha marubani. Wakati Florence Schaffner anakwenda chumba cha marubani, Dan Cooper akamwamuru mhudumu mwingine, Tina McClough, abaki naye pale alipokuwa amekaa, na mhudumu huyo akawa anawasiliana na marubani kwa kuwasilisha matakwa ya ziada ya gaidi Dan Cooper. Muda wote huo wa tukio, hakuna abiria wala mhudumu mwingine yoyote aliyekuwa ameshtukia mchezo uliokuwa ukiendelea. Alipofika katika chumba cha marubani, mhudumu Florence Schaffner akakabidhi kile kipande cha karatasi na kwa ufupi akaelezea mkasa aliokutana nao. Kwenye hiko kipande cha karatasi, Dan Cooper alikuwa ametaja mahitaji yake ili asilipue ndege hiyo. Ulikuwa ni ujumbe ulioandikwa kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ulisomeka hivi: "Ninahitaji dola 200,000 za Kimarekani na nizipate cash kabla ya saa 11 jioni.